politics, because nationalism is greater than regionalism. Tikwari ya maoto maige no monyitereire. Rero mojetereire modigithie the hesoreka modo. No muraigwa betie sawa. Ninyu mwathire barotine na getio kingi mukiuga betie sawa. No muguthie na mbere na kunyiterera. Nie de muiretu wa guku mucie ni mwe gwitu haha ni haha Kangari. Ngai wa moyo athie na mbere na kumurathima. Kumwikira maundu manene, motugi na magegania. Karibu sana Mheshimiwa Sabina. Tuanze na professor. Okay. Na geteo kigia tumia. Kidogo tu yako lazima ikuwe na uzito. Hata sijaiandika naibu wa rais. Atumia ni mwe haririe kuona naibu wa rais. Ni mufagete gemishi yake. Ni mumwendete. Ni mwake na nekumuona. Ataonoka tumwire atiriri. Totikamaga riria Kidiki atwitite. Ona thuria itu ni moewe. Ni muremaga. Totiremaga riria Kidiki atwitite. Ona thuria itu ni muhorago. Ona dhuria itu ni moewe. Tunasema tunapikanga mchuzi wakati umetuita. Rogama ya duothe, simameni kwa heshima. Kwa heshima ninataka kumwalika naibu wa rais, His Excellency Professor Kithure Kindiki. Pigeni makofi. Asante, thank you. Asanteni sana. Haya, andũ aitũ mũrĩega. Andũ aitũ mũrĩega. Andũ aitũ nĩ ndamũgeithia mũrĩega. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Na John aina moko marĩa maroiga Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Asante, wacha nichukue nafasi hii. Kwanza kabisa nishukuru viongozi wetu wa kutoka hapa Murang'a, mama county wetu, Mheshimiwa Betty. Wapi nduru ya Betty? Na timu yetu yote. Tutawataja na tutawatambua kwa majina na watatusalamia wote. Si namna hiyo? Pia tuko na viongozi wengine kutoka kwa serikali. Kwa hivyo hiyo kazi tutaitambua hapo mwisho. Kwanza kabisa Murang'a, nilikuwa Murang'a last week kule Kangema. Wakati tulikuwa na sherehe kule Michuki National Polytechnic. Na mimi Mungu akinijalia next week nitarudi Murang'a tena. Mungu akinijalia nitarudi hata ile wiki nyingine. Namna hiyo mpaka tuendelee. Si ndio namna hiyo? Mpaka tuzoeane. Si namna hiyo? Ama hamtaki nirudi hapa? Mngetaka nirudi? Ya, ni kwa sababu tuko na program mingi ya maendeleo. Na mnajua rais alikuwa hapa last month. Na atarudi tena August, September.
kabla arudi nitakuwa nimefanya ziara mingi, Mungu akinijalia, hapa Murang'a, vile pia nazuru sehemu zingine, sio Murang'a peke yake, hata zile sehemu zingine za Jamhuri ya Kenya. Mnajua ya kwamba imekuwa miaka 2.5 sasa baada ya uchaguzi, na kila kiongozi ambaye amechaguliwa, MCAs, hata tuko na MCAs wetu hapa, watatambuliwa. MCAs, MPs, senators, governors na rais, kila mtu ako mbioni saa hii kuhakikisha kwamba ile agenda alisema atafanya, kuhakikisha imesonga, imefika kiasi na imeharakishwa, kwa sababu huko mbele, huko 2027 iko mtihani. Nego kana tego. Kwa hivyo sisi kama ofisi ya rais, president, na sisi zote mawaziri, PSS, MPs ambao budget yao iko kule national government, tunakazana kwa sababu tunajua tuna majibu, tuna maswali ya kujibu wakati wao ukifika. So tuko hapa pia kuwapatia report card ya mahali tumefika, kwa sababu saa ingine ni vizuri kuangalia hatua ambayo tumefanya, ndio sasa tuwaeleze ile iko hapo mbele tutafanya namna gani. Mnajua ya kwamba uchaguzi ulikuwa August 2022. Wakati ule uchumi ulikuwa katika hali mahututi kwa sababu ya athari ya ugonjwa wa COVID-19 ambayo ulisambaratisha biashara, kazi. Hakuna kazi iliendelea 2020 nusu, 2021 karibu yote, na a bit of 2022 kwa sababu ya COVID-19. Si mnakumbuka ule ugonjwa wa corona? Si biashara zote zilifungwa? Si tulikuwa tunakaa nyumbani? Hakuna biashara inaendelea, hakuna mtu anaenda kazi. Hiyo ugonjwa ulituletea hasara kubwa ya kiuchumi. Ndio maana siku ile munapigia rais kura, uchumi haukuwa mahali pazuri kwa sababu ya hiyo COVID-19. Lakini Mungu ametujalia miaka 2 sasa tumefanya kazi kiasi. Hata kama bado kuna matatizo, kuna ile hatua ambayo tumepiga. Unakumbuka siku ile ya 2022, unga kilo 2, packet moja ya unga ilikuwa 240-250. Ndio uliona ile maandamano ilikuwa inapangwa kila siku ya sufuria. Nego kana tego. Lakini tumejaribu kiasi. Unga imeteremka kidogo, haiko 240-250, iko 120, 130, hapo ingine brand ingine 140, na tunataka tuidhibiti zaidi, ishuke hata zaidi, ikuje 100. Tulifanya hivyo kwa sababu tulipunguza bei ya fertilizer, kwa sababu tulikuta fertilizer ikiwa 7,000 kwa gunia moja, tukateremsha ikakuwa 2,500, ndio wakulima wapate fertilizer ya kutosha ya kuzalisha mahindi, ndio bei ya unga ishuke. Ni mwanjigwa. Vile vile kahawa yetu 2022, kilo moja ya kahawa mkulima alikuwa anapata shilingi 50, ikienda sana 60. Kupitia kazi kubwa ya miaka 2 ambayo imepita, sasa hivi Kiambu, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga, Embu, Tharaka Nithi, Meru, kaunti ambazo zinakuza kahawa, tunalipa kilo moja 110, 120, 130, 140. Pale Embu
imekaribia 150 kwa kilo moja. Why? Tulipunguza bei ya fertilizer, tukatafuta masoko, tukaondoa zile kateo zilikuwa zinasumbua wananchi, na tukapeana pembejeo ambayo inasaidia kuimarisha bei ya kahawa. Kwa hivyo bei ya kahawa sasa imerudi mahali ilikuwa miaka 35 iliyopita. We have the highest coffee prices comparatively in that 5 years. Majani chai tunang'ang'ana, bado haijafika mahali tungetaka. Tulikuta average price ya majani chai ikiwa 44 shillings, sasa imefika 64 shillings average. Tunataka tuisongeshe ifike 100 na 2022 tulikuta kahawa sio kahawa, maziwa 33 shillings, 28 shillings, 27 shillings, 37 shillings. Leo KCC inanunua maziwa shilingi 50 kwa lita, and we are working hard to even increase the current price. Kwa hivyo kuna hatua tumepiga. Ile mambo tulisema wakati tunaomba kura, mtuchague, tuimarishe kilimo. Mtu ambaye vile mheshimiwa amesema, mtu ambaye ni tajiri haelewi maana ya bei bora ya kahawa na bei bora ya maziwa na bei bora ya majani chai, kwa sababu yeye sio mkulima, hako na pesa ya kutosha. Lakini familia nyingi katika taifa la Kenya zinategemea mapato ya kahawa, majani chai, maziwa na vile vitu vingine tunakuza hapa, ikiwemo avocado na vitu zingine. Nebuo kana tebu. Si ni kweli? Kwa hivyo tunakazana kuimarisha na kuboresha ukulima ili jamii nyingi mashinani zinazotegemea ukulima ipate fedha zaidi, na hiyo ndio tuliita bottom up. Yaani kuinua uchumi ukiangazia sana wale watu ambao wako katika mapato yao ni madogo. Tukasema bottom up economic transformation. Vile vile tukasema hivi, watu wetu wengi katika taifa letu la Kenya, ikiwemo hapo Central, ni wakulima ama wafugaji ama ni wana mboga. Si ni kweli? Si hao wananchi wengi hiyo ndio kazi wanafanya ya kutafuta riziki. Na kazi ni kazi. Hakuna kazi haina maana. Mtu riziki. Nasaidia familia kupata chakula. Watoto wanasoma. So tukasema lazima tuimarishe. Tukiimarisha kilimo, tuimarishe support kwa wanabiashara wetu, wawe na nafasi nzuri ya kufanya biashara yao. Hiyo vitu wanalima wawe na soko nzuri, mahali watauzia bidhaa zao. Hata kama ni mama mboga, tutoe mama mboga katika ile aibu ya kuuzia kwa miarero uko nje, akipigwa na jua, anapigwa na mvua, anapigwa na vumbi, anahatarisha maisha yake kwa sababu ya magari. Tuwe na masoko ya kisasa katika sehemu zote za Kenya. Wanabiashara wadogo wadogo wafanyiwe soko nzuri, hata kama biashara yao ni ndogo, wawe na mahali ambapo kuna heshima kwa mwananchi. Na ndio umeona serikali kuu inajenga, tunavyozungumza, masoko zaidi ya 400 ya kisasa katika taifa letu la Kenya.
hiyo masoko mingi iko hapa Central, kwa sababu watu wengi hapa Central ni watu wa biashara. Nema kana tema. Nema. Kwa hivyo hapa Murang'a masoko yale yanajengwa saa hii ni zaidi ya masoko 15, na kuna mengine pia tunapanga yataanza hivi karibuni, masoko mengine zaidi ya masoko 12. So in total you'll have more than 27 markets in one county called Murang'a, in all the constituencies. Kila soko, hakuna soko iko chini ya shilingi milioni 50. Zingine ni soko kubwa 70 million. Zingine ni kubwa zaidi kulingana na vile wanabiashara wako wangapi pale. Zingine 100 million, the modern markets. Kila soko iko na pahali pa kina mama kuuza, wanaume kuuza, vijana wachuuzi kuuza mali yao bila kuhangaishwa na kanjo. Vile vile iko na mahali ya vijana wetu na wanaume na wamama wale wanajua mambo ya internet. Every top floor of every market iko na ICT hub, iko na computer, serikali itaweka, iko na internet, serikali itaweka, na bundles for free. Ndio wanabiashara waende pale, waingie kwa mtandao, wafanye biashara yao, watafute wateja wakiwa hapa. Na vijana, sana vijana wetu wale tunasaidia wapate kazi. Kuna wengine bado hawana kazi. Sio lazima upate kazi ya kuandikwa ya kuenda saa 2 na kurudi nyumbani saa 10 vile wale watu wazee kama mimi na wale wengine naona hapa kizazi yetu ilikuwa hivyo. Siku ya leo wale wako na bahati kupata kazi ya 8 to 5, tunaendelea kuwasukuma wapate hiyo kazi. Lakini kuna kazi za kisasa kwa mtandao. Wale vijana wanajua mambo ya internet, watawaambia wewe mama ama wewe mzee, watakwambia siku hizi sio lazima mtu awe mwalimu ama wakili ama, kuna kazi kwa mtandao. There is work, digital jobs. Kuna kazi huko kwa mtandao ya speech writing, app developer, transcriber, forex trading. So long as you have access to internet, stable internet, there are job opportunities for young people who are ICT savvy to get jobs on the internet, earn a living. Ndio unaona tunajenga ICT hub. Kwa kila soko iko na ICT hub. Kila ward tunajenga ICT hub. Kila TTI, Technical Training Institute, iko na hub inaitwa Jitume Lab. Ukiongea nao vijana watakwambia, hata hapa Michuki Technical na zile TTI ziko hapa Murang'a. Kwa hivyo tunatafuta njia zote kuweka pesa katika mifuko ya wananchi. Hiyo ndio bottom up. Hii masoko tunajenga iko na ICT hub, iko na mahali pa kuuzia bidhaa kwa akina mama wetu, iko na mahali pa kuhifadhi nyanya ama sukuma wiki ambayo umeuza ikabaki. Iko chumba cha barafu, cold room. Unawacha ile nyanya pale ama sukuma wiki isioze. Uuze stock leo, ile imebaki uuze kesho, kesho kutwa, mtondogo, mpaka siku ile stock itaisha. Hiyo ni sawa si sawa? Sawa si sawa? Vile vile wamama wengi ambao wanafanya biashara ni wamama wachanga ambao wako na watoto wadogo. Tukasema sio heshima mama kwa sababu wako na mtoto mdogo, kazi yake hawezi endelea na biashara yake.
hiyo markets tunajenga iko na chumba maalum. Mama wale wako na watoto wadogo wanakuja, unaacha mtoto kwa hiyo nyumba, hiyo room, anatunzwa na ule anamtunza. Mtoto akisikia njaa, mama anatoka pale sokoni, anaingia hiyo room, anasort out mtoto, anarudi anaendelea na biashara. Na tukasema hiyo ndio bottom up. Watu wengi hawaelewi. That is bottom up. Kwa sababu ule mama kazi yake inaendelea, lakini pia ako na heshima. Umesikia? Kwa hivyo these markets are modern, they are transformational. Hapa Kegumo, kwa sababu nimesema siko nyingi hapa Murang'a. Hapa Kegumo umesikia Mheshimiwa Bete ametaja. Iko Kangare na iko Muthithi. Na hiyo ni soko kubwa ya 100 million modern market. Iko na hizo vitu zote nimesema, na ziko karibu kujaa. Unajua kuna watu wanasema hakuna kitu hii serikali imefanya. So hao watu watashangaa kwa sababu hizo project sasa ziko karibu kumalizika. Kazi yetu sasa ni kuja kufungua. In another 6 months tutajaa huku everywhere. Hata watu hao wanaongea watakosa kitu ya kuongea. Wakati hauniruhusu kueleza mambo ya affordable housing ile tunafanya. Tuko na affordable housing projects here in Murang'a, moja Makenji, ingine pale Kandara, ingine pale Makoyo, and we are also building hostels for our institutions, the KMTC campuses, the TTIs, ndio watoto wetu wapate mahali pazuri pa kusomea. And you know, all this infrastructure we are putting in place, we are not borrowing any money. Sio ati World Bank ama nini, ni pesa ya Wakenya. That is how our country moves towards self-sufficiency, because you can do your things without having to borrow money. Vile mambo ya stima, tumesema ya kwamba stima sio starehe ya matajiri peke yao. Sisi watu ya bottom up, watu ya hii mrengo yetu ya siasa, we believe prosperity of the nation comes from the grassroots, from the people below, and reaches everyone. You don't empower just 5 rich people on top and hope that those 5 people will empower millions of people at the bottom of the pyramid. So stima, tuko na program inaendelea, na PS wa stima ako hapa, etawa Alex Wachira. Umwamwona? Etawa Wachira, kwao ni Nyeri, ni mundu wito. Yeah? So msidanganywe, huyu ndiye ako na budget ya stima ya Kenya. So stima isipotosha hapa Murang'a, mulaumu huyu. Yeah, sababu ndio rais amemwambia asimamie budget ya stima Kenya. So huyo Alex ni mtu ya area hii, ni mtu ya Nyeri. Na Alex, umesikia, you can sit down. We are running a program saa hii, na wabunge wenu wako hapa. Saa hii tunavyoongea hapa Murang'a, projects zile zinaendelea za kushikanisha stima mahali haijafika. Ni projects za bilioni 1 na milioni 100, 1.1 billion shillings. Kila constituency imepewa pesa yake hapa Kigumo na zile constituencies zingine. So we are spending currently 1.1 billion to connect an additional 16,000 households with electricity here in Murang'a. Hao waheshimiwa wanajua ni kijiji gani iko na giza,
ni kijiji gani bado stima imefika, na mahali haijafika saa hii tutaendelea kuongeza pesa mpaka kila mtu akuwe na stima kwake. Hapa Kegumo 122 million shillings for this constituency alone, and we will add resources. The PS is directed by the President to make sure that we connect as many people as possible in the shortest time possible. Barabara zilikuwa zimekwama. Ni kwa sababu uchumi ulikuwa umeharibika. Ile pesa kidogo tulikuwa tunasanya, tunaweka kwa kahawa, ndio kahawa, bei ya kahawa ipatikane, tunaweka kwa mambo ya maziwa, ukulima, mambo ya majani. Lakini sasa kwa sababu food prices imekuwa stable kidogo sasa, inflation, mumelipwa vizuri. Umesikia hiyo evidence? Hao ni wakulima na ukiwasikiza na kuangalia wamefurahi. Si wamefurahishwa na hii serikali? Yeah, so that is our joy. That is our joy. We want to see every person in Kenya smiling all the way to the bank. Pesa mfukoni. Wanabiashara rejareja, mkulima wa maziwa, mkulima wa kahawa, mfugaji wa ng'ombe, hata mvua samaki wale wako Indian Ocean na Lake Victoria afurahi, Kenya isonge mbele. So barabara zilikuwa zimekwama kidogo, lakini kwa sababu sasa uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kuwa dhabiti, the prices of essential commodities like fuel and unga not so bad, not where they were in 2022. Inflation not as bad as it was in 2022. It has come down from 9.6% to 3.5%. Shilingi ya Kenya imepata nguvu kiasi. Tulikuwa tunanunua dola moja 165, 167 shillings in 2022. Today, you need less Kenya shillings to get $1. 127, 128, 129. Hiyo ndio ishara ya kwamba uchumi unaonyesha dalili ya kufufuka. Na kwa sababu tumefika hapo, sasa tumepata pesa ya kukuamua zile barabara zilikuwa zimekwama. Kwa hivyo nataka niwaambia kwamba zile Mau roads tumepata pesa, tumeanza kulipa contractors, wengine wamerudi, wengine wako njiani, na mimi nimesikia zile barabara hapa mumesema hiyo Kaharate na hiyo ya Gasharage, tutahakikisha kwamba hizo barabara zimeharakishwa. Kwa hivyo nitarudi hapa, contractor wakirudi site nitakuja sasa kusupervise kama nyapara. Mimi mtaniona huko nimevaa reflector, nimevaa sijui nini, kwa sababu hiyo ndio kazi ya deputy president. Si namna hiyo? Ukienda pale Murang'a, wananchi wanakuambia shida, unatumia hiyo mamlaka kukuamua hiyo miradi ikiendelea, unakuja kuona ndio iharakishwe, contractors izembee, ikikamilika, wakati inakamilika unaenda unaambia rais, anakuja anafungua. Niendelee na hiyo kazi ama nizubae? Niendelee kukuamua miradi yetu ya barabara na stima na masoko na mambo ya kahawa na majani chai? Wangapi wanasema niendelee na hiyo kazi? Na sisi ambao tumepata bahati ya kuwa uongozini, tusichukue hii jambo kwa mzaha. Kuna watu wengi wangekuwa deputy president, minister, PS, lakini wale ambao wamepata nafasi hizi, tuwajibike, tufanye bidii, tusaidie rais,
tusaidie serikali, Kenya yetu ipate maendeleo ya haraka. Sio kiburi na uchochezi na mtu saa nyingine ako kwa serikali lakini anaongea kama mtu ya upinzani. Alafu anasema mufanye, wakina nani wafanye? Mimi nimefika hapa, umesikia hiyo mambo yote ambayo umesema, mimi naenda kufuatilia. That's why I am deputy president. Yeah. So watu wetu tuko chonjo, na nimewaambia hii Murang'a tutatembea mpaka watashangaa. Kwa sababu hatukuji hapa mambo ya bure, hatujakuja hapa kuzubaa, tumekuja hapa kusukuma barabara, mambo ya stima, mambo ya masoko. Kuna ubaya nikikuja kuwasukumia maendeleo hapa? Kuna watu wananiambia nisitembee hapa. Nitembee. Wacha nione wale wanasema tutembee hapa Murang'a. So ya mwisho, kwa sababu nimesikia mambo ya bwaho, mumesema hapa hii shule ya Bendera, Kigumo Bendera, mnataka bwaho. Tutajenga bwaho. Na mwenye kufanya hiyo kazi ni mtoto wenu ya Murang'a hapa. Kuna kijana amepewa kazi kama chair wa Ardhi Water Development. Ana huyo. So Karondo, ujenge bwaho. Utaanza lini? Yes. So mimi sitaki kurudi hapa kabla hiyo bwaho haijawekwa. Na isipowekwa muulize Karondo wenu. Asante sana Charles. Thank you very much. He's a very responsible young man, and we are very proud of what some of the young leaders who have been given opportunities in government are doing. You're making youth leadership have impact, because your age should even be an advantage. If you are younger than the rest of us, you should work even harder, faster, more efficiently than the rest of us. Kwa hivyo mimi nashukuru. Nataka niseme kuna miradi ingine ya maji nimeandika, nitaenda kufuatilia, wacha nisiongee sana. Lakini Mheshimiwa Bete ameongea mambo pale ya ile kuna shule niliambiwa inaitwa Karega iko hapa. Wanataka laboratory, hata hiyo laboratory tutaweka. Mheshimiwa wenu Bete ameongea mambo ya pombe haramu. Pombe haramu ni adui wa jamii yetu. Ule mtu ambaye anauzia watoto wetu pombe ambayo haina kipimo, pombe ambayo haijakaguliwa vizuri, pombe ambayo haina leseni, ajue yeye ni adui wa taifa la Kenya, kwa sababu kuharibu vijana na kuharibu familia za Kenya ni kuharibu nchi na kuharibu turathi yetu kama nchi. That is destroying our heritage. Kwa hivyo County Commissioner, you need to work harder. Kuna malalamiko hapa, you need to work harder to crack down on those who are selling drugs and illicit brews. Ati inaitwa nini? Hiyo Mike Power, wewe umesikia? Hiyo Mike Power umesikia ndio inaharibu watoto hapa. Ni mtu anaitwa Mike Power. Wewe huyo Mike Power shughulikia yeye. Find out what the issue is. Find out what the issue is. Kama anauza bidhaa mbovu, bidhaa mbaya, take action. Niseme vile vile, tunauliza county governments zetu, ikiwemo ndugu yangu Mheshimiwa Kang'ata, governor wetu, pia wapunguze leseni sisikue mingi sana ya pombe. Kwa sababu sasa bar ndio mingi kuliko hoteli. Bar ndio mingi kuliko shule. Bar ndio nyingi kuliko kanisa. So wajaribu kutusaidia hapo, wapunguze leseni.
Kwa hivyo mimi nataka niachie hapo kwa leo. Kitu ambayo imetuleta hapa siku ya leo ni kuwezesha watu wetu, wanabiashara wadogo wadogo, akina mama, vikundi vyetu vya wanabiashara wadogo wadogo, wale wanasaulika, mara mingi wanasaulika. Na tumesema safari hii hatutaki ati sisi wanasiasa baada ya uchaguzi tunangojea mpaka siku ya kampeni ndio tunarudi tunatafuta kijana ya bodaboda tunampatia reflector ya shilingi 50 ndio atupigie kampeni. Kabla tufika kampeni lazima tujikaze, tusaidie hao vijana waimarishe biashara zao. Leo kana tegu. Na tunafanya hivi mapema kimaksudi. Si mapema ndio best. Si mapema ndio best. Na ni siku ya kampeni. Tunataka hiyo mambo tufanye saa hii, na sio tu apron, sio tu reflector, tunawatafutia stock ya kufanya kazi, tunawatafutia si namna hiyo. So hiyo ndio inaitwa empowerment. Na tumesema jana, nilikuwa kule Naikuru kule jana, tukasema hivi, kuna watu nimesikia ati hawataki tusaidie vikundi vya mama mboga na bodaboda, ati tuache kuwasaidia, ati tuache wakae hivyo waumie, wasijengewe masoko, ati tusiwapatie stock, ati wasipewe pesa ya vikundi. Nyinyi mnasema tuendelee na hiyo kazi ya kusaidia ama tuache? Tomateidie. Totaidhanie. Kwa hivyo mimi nataka kuwauliza wale wanapinga vikundi vya wanabiashara wadogo wasaidiwe, wajitokeze wasiwasi, waseme tujue ni akina nani wako upande wa wananchi na ni kina nani wanatumia wananchi vibaya. Nimwajibwa. Tusaidie wanabiashara wetu wapate pesa ya kuinua maisha yao, waongeze stock yao. Ule ako na stock ya 5,000 ifike 10,000, ule ako na 10,000 ifike 20,000. Tusaidie watu ya bodaboda, ndio pikipiki ikiharibika wawe na pesa ya kurekebisha. Tuendelee na hiyo kazi. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wangapi wanasema tuendelee na hiyo kazi Kenya mzima? Nimwakena. Nimwakenete. Kwa hiyo mimi zile constituencies zingine nitarudi. Na ni Kenya mzima. Kwa sababu hata huko Nyanza kuna watu wako na kikundi ya kuvua samaki. Pia hao wasaidiwe ni wa Kenya. Si namna hiyo? So we will be very firm and focused, na sisi hatutaki mambo ya siasa saa hii. Ngojeeni 2027 tutanyoroshana. Lego kana tego. Unajua watu wengi hawatujui, wanatuona tu, wanatuona kwa mbali, wanatuonea kwa view sasa. My friend, wakati wa campaign kila mtu atatoa rekodi yake. Wewe ulikuwa deputy president, wewe Kindiki, miaka 2.5 ulikuwa deputy president. Ni maendeleo gani? Ni barabara gani? Ni stima ya wapi? Ni soko gani ya hapa Murang'a ulisukuma ikajengwa ikakamilika? Sio ndio record? Mwingine naye aulizwe, wewe ulikuwa kitu fulani. Mwingine wewe ulikuwa waziri. Mwingine aulizwe. Hiyo ndio inaitwa accountability. Kila mtu atatoa record yake ya kazi. Na tutanyoroshana mbaya mbovu. I am telling you. Kwa sababu kiongozi, hakuna faida ingine ya kiongozi. Kiongozi ni kusukuma maneno ya wale ambao wamemchagua. Maziwa inakuwa na bei kidogo, kahawa, majani chai, barabara inajengwa. That is the work of a leader. Sio ati nikae hapa, Adwaito,
Wito no goko, Jumete ogoko. That's not enough. Ama mnasemaje watu ya Kegumo? So mimi siwezi anguka mtihani. I cannot fail. Siwezi tajipanga mbaya sana. Na kuna watu siku hiyo ikifika watachikwa na kigugumizi. Kwa sababu they have nothing to report. Haya, asante sana. Kwa sababu nataka hao viongozi wengine wasalamiane. Hii ndio style ya kusalamiana. Kwanza kabisa tunaanza empowerment saa hii. Right now nikiwa hapa. Alafu niite hao wenzangu politicians, MPs, senators wasalamiane, lakini style ya kusalamiana ni unakuja, tunakupatia dakika 2, ikienda sana isipite 3, ukimaliza unalipa airtime, unawacha mchango yako, unaketi. Si namna hiyo? Si hao watu walipe airtime? Walipe wasilipe? Walipe wasilipe? Si hata mimi nitalipa airtime. Si nimeongea sana? Si nimepiga story sana? So hiyo ndio style. Na kabla hatujafika hapa, wacha ni introduce. Hata kama MCA wetu wa hapa atawasalamia, tuko na MCA wa Kegumo Ward, Karo Joroge, atatusalamia baadaye. Eko. Ndio huyo MCA wetu. Ubapiwe makofi. Tuko na Mheshimiwa Moses Mirara, Kangare Ward. Eko. Apigwe makofi. Tuko na Mheshimiwa Isaac Chefman wa Kahombo. Apigwe makofi. Uko Mheshimiwa Boniface. Na kuna MCA ametembea hapa kutoka Chinga kule Nyeri, anaitwa Kiruga Dhuku. Tuko na PSs wetu, wale wana control budgets, different ministries, different state departments, ambao wako area pia kusukuma mambo ya maendeleo. Unajua rais amewawekea pressure, wakae mashinani wamsaidie kufanya kazi, na hata mimi hiyo pressure nimewawekea. Kila mtu ako under pressure, tusukume maendeleo. Ama namna gani? Na hao wengi ni watu wa hii area yetu, but pia they are also serving the entire country. Nimeona some of them were in the coast last week. Nimeona wengine walikuwa kule Central, kule Rift Valley, wengine walikuwa kule Nyanza na Western, and they are doing a good job. Tuko na PS wa stima, anaitwa Alex Washira. Tuko na PS ambaye ni mtoto wa hapa Murang'a wa sports, Elijah Mwangi. Tuko na PS wa afya, anaitwa Modhoni, Mere Modhoni. PS wa huyo ndiye manene ya SHA. So nikienda ubaki hapa uongee mambo ya SHA. Wakati kuna program ile ingine, hapo ndio utaongelesha mambo ya SHA. Si namna hiyo? Mumejiandikisha SHA? Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. Ama mnanipanga tu hivyo? Wacha nione wale wamejiandikisha SHA hapa. So Modhoni ubaki hapa, muendelee na hao waheshimiwa. Tuko na PS ambaye anahusikana na Blue Economy Fisheries, anaitwa Betsy Njagi. Na tuko na PS Ann Wang'ombe wa gender na mambo ya kina mama.
Tunaona tuko chonjo. Wale waheshimiwa tuko nao. Tuko na mheshimiwa, of course watasalamiana hao, lakini mpigie makofi mheshimiwa wetu mama wa kazi Sabina Chege. Tuko pia haya. Thank you. Haya, umesikia, umesoma hiyo memo wewe Sabina. Umeambiwa ujipange hapa Kigumo. Mimi sijasema, nimesikia wananchi wakisema. Tuko na mheshimiwa pia shupavu mama wa kazi, mbunge wa Maragwa, mheshimiwa wa Maua. Tuko na mheshimiwa pia mchapakazi, mbunge wetu wa Mathioya, anaitwa Edwin Mugo, daktari. Tuko na mama wa Muratha, atawasalamia baadaye. Tuko bibi ya Mutungateli, ndiye huyu, niwe kana tewe. Sasa wewe ubaki hapa uendelee na hiyo maneno. Ni kama kuna plan, kuna maneno hapa ya kina mama. Pia tuko na senator kutoka county jirani, Senator wa Nyeri, anaitwa Senator wa Matinga. Na huyo ndiye chairman wa maseneta wote kutoka Mount Kenya region. Huyo ndio mdosi yao, apigwe makofi. So mtu asimame pale tumalize hii kazi na dakika 10. So